Hello Tanzania, hello Afrika, hello ulimwengu kwa ujumla. Matumaini yangu mnafanya vizuri. Leo nataka nizungumze na vijana. Ni kwa nini nataka kuzungumza na vijana? Kwa sababu vijana ndiyo dira ya leo na vijana ndiyo dira ya kesho. Kwa maneno mengine, vijana ndiyo nguvu kazi ya ulimwengu na taifa kwa ujumla. Hakuna namna yoyote ambayo tunaweza tukalisaidia taifa la kesho tukikimbia kuzungumza na vijana, tukikimbia kuwekana sawa na vijana. Pale ambapo vitu haviendi sawa, vitu vinaenda tofauti kabisa. Ni kweli kabisa, vijana tuko kwenye ulimwengu ambao ni wa uwazi na utandawazi. Kuna vitu vingi vinafanyika vizuri, it is true, na ni kweli kabisa. Kuna vitu vingi pia vinafanyika vibaya, lakini katika umri wetu vijana tunashindwa kutathmini na kuchambua kipi kizuri cha kwenda nacho, kipi kibaya cha kutokwenda nacho. Ukiingia katika mitandao mingi sana ya kijamii, nenda TikTok, nenda YouTube, nenda Facebook na kadhalika, vijana wengi wanalalamika kuhusiana na masturbation. Vijana wengi wanalalamika vitu mbalimbali ambavyo sivyo: ulevi wa pombe, utumiaji wa madawa ya kulevya. Vyote hivyo vimekuja kuathiri kizazi chetu. Badala ya kujikita kupambana na vitu vya msingi kabisa, tunajikuta tunapambana na kujitibu kutokana na madhara ya punyeto, kujitibu kutokana na madhara ya masturbation, na kuondokana na tabia za utumizi wa madawa ya kulevya, ulevi usioeleweka. Sasa ni muhimu kuzungumza na vijana kulijua hili kabla hawajaingia kwenye matatizo zaidi, kwamba ndiyo dunia inaenda kasi. Kuna vitu ambavyo inatakiwa tuende na namna dunia inavyoenda ili isituache, lakini sio kwa kila kitu. Kama ambavyo kila platform ukienda, malalamiko yanazidi. Vijana wanalalamika masturbation, vijana wanalalamika matumizi ya madawa ya kulevya. Tusipokuwa makini, tusipokuwa waangalizi katika hivi vitu, tutajikuta tunaua kizazi chetu, tutajikuta tunajiingiza kwenye vitu ambavyo haviwezi vikatutengenezea bright future, bright tomorrow. Kwa hiyo hakuna namna ambayo tukijikita kwa kila kitu ambacho kipo katika ulimwengu wa uwazi na utandawazi tutakuwa sawa. Lazima tuwe na mipaka, lazima tutathmini na kuchambua kipi ni kitu kizuri cha kwenda nacho na kipi sio kitu kizuri. Vijana, kitu cha pili ambacho ningetamani kuongea na nyinyi leo ni kwamba ni kweli kwamba sisi ni vijana ambao tuko kwenye ulimwengu ambao una kila kishawishi, una kila changamoto, lakini tujizuie kwa namna moja ama nyingine kujiingiza kwenye vitu vya hatari zaidi ili tujenge kesho iliyo njema. Ukiona leo baba yako yupo salama na afya iliyo sawa, hasumbuki na vitu vyovyote vile ambavyo vimemwathiri kisaikolojia, ujue katika ujana wake kuna namna alijitengeneza. Sio kwamba hivi vitu ambavyo sisi saizi vinatutesa vijana havikuwepo enzi hizo, vilikuwepo, lakini kuna namna ambavyo wao wenyewe walijiwekea mipaka kujizuia na hivyo vitu. Kwa hiyo hata sisi tukitaka tuwe na kesho njema kama iliyopo saizi kwa wazazi wetu, lazima tukubali tu vitu vingine vipite kushoto au tuvifumbie macho ili tubaki salama zaidi. Na cha pili, katika kuzungumza na vijana, nataka nizungumze na wazazi wa vijana kwamba mnavyokuwa na watoto, mnavyowakuza vijana, hebu waandae katika mustakabali wa kimaadili ili tuvikimbie hivi vitu ambavyo vinaathiri ulimwengu kwa sasa, ikiwemo masturbation na vitu vingine vingi sana ambavyo vinatuathiri. Kwa hiyo hawa watoto tukiwaandaa, au hawa vijana ambao tunawalalamikia au tunazungumza nao leo, tukiwaandaa katika maadili yaliyo safi, katika misingi iliyo safi, katika maonyo na kuwaelekeza kwamba hivi vitu vina madhara haya na haya, tunaweza tukasaidia vijana na kuwaweka katika mstari ulio sawa. Vijana, leo nataka niwaachie tafakuri hii. Je, wewe uko salama? Je, wewe hujaathirika na ulimwengu mbovu? Je, wewe uko katika mstari upi? Tukutane kwenye comment, tuangalie ni namna gani tunaweza tukasaidizana, kwa sababu wote tunatamani tukaione kesho iliyo njema, the bright tomorrow. We have to do wonders.